Hallelujah. Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu ni mwaminifu. Ngai ni mwega. Ngai ni mwega.
wakati wanajiandaa kutulaani, tukiwa kwenye uwepo wa Bwana, hawatafanikiwa kutulaani, hawataweza. Hakuna silaha yoyote itakayofanikiwa ya kutulaani, pamoja sisi ni wabarikiwa wa Bwana. Haleluya. Ambia mwenzako, mimi ni mbarikiwa wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atatupeleka kama mapenzi yake yalivyo. Haleluya. Haleluya. Mungu wetu ni mwaminifu. Aliyetuahidia sisi, hakika yeye atatimiza. Akisema atatubariki, hakuna mwenye atakayezuia. Kwa maana hatajua wakati unabarikiwa. Angekuwa anajua angesema usibarikiwe. Lakini hakuna mwenye anajua wakati wako wa kubarikiwa, na wakati wako ukifika, umefika. Hakuna kizuizi yoyote. Hakuna magonjwa yoyote, hakuna laana zozote zitakazozuia wokovu wako, zitakazozuia baraka zako. Hakuna kizuizi, hakuna. Mungu wetu ni mwenye rehema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu anatupenda. Anatupenda. Alitujua kabla sijaingia kwenye tumbo ya mama yangu Gathoni. Alijua Gathoni na Kiari watapata mtoto. Pengine hawakuwa wanatarajia, lakini Mungu alijua nitazaliwa. Mungu alijua ya kwamba siku ya leo nitasimama hapa. Hata wewe haujui mipango yenye Mungu amepanga ndani ya maisha yako. Pengine uko katika shimo la utelezi, unateleza hapo, unauliza mpaka lini nitadumu hapa nikiteleza? Mpaka lini Mungu utasikia maombi yangu? Mpaka lini utaona machozi yangu? Uko katika shimo la utelezi, nakwambia siku ya leo hakuna kizuizi itakayozuia. Katika shimo la utelezi Mungu yupo. Bwana asifiwe. Kuna mwimbaji mmoja anaiba vizuri, anasema mambo ambayo waliosema katika giza, walisema katika ulimwengu wa giza, lakini hawakujua ya kwamba mwenye giza ni rafiki yangu. Wao walisema hawajui, wanasema na mwenye giza anasikia, na yeye ni rafiki yangu. Haleluya. Hakuna Mungu aliye kama yeye. Yeye ni simba wa Yuda. Yeye akiguruma mapepo yanatoroka. Yeye akiguruma miujiza inatendeka. Yeye akiguruma makuu yanatendeka. Haleluya. Ni vizuri kumtumainia yeye asiyeshindwa. Wachana na miungu. Tulisema ile siku ingine, miungu ya Baali ambaye haisikii, ambaye haioni, ambaye haitembei, haiwezi kukusaidia wakati wa dhiki. Lakini Baba wetu wa mbinguni, yeye anajua. Yeye anajua. Mwimbaji mwingine akauliza, wewe ulikuwa wapi wakati nilikuwa nateseka? Wakati nililala
njaa ulikuwa wapi? Wakati sikuwa na mavazi ulikuwa wapi? Sasa unaona sijakaa vizuri. Haujui ni kazi nimefanyiwa na Baba. Haujui ile kazi amenifanyia. Haujui ni neema kusimama hapa. Wewe haujui nilikuwa wapi. Wewe haujui. Ni safari ambayo tumeenda na Mwokozi. Wewe haujui changamoto yenye nimepitia. Bwana asifiwe. Wakati haukuwa na mavazi ya kuvaa. Hata tuingine kwa ndani hakukuwa. Kwa ndani na kwa nje tulikuwa the same. Haikuwa. Wewe ulikuwa wapi ile wakati? Ulikuwa wapi? Ambaye lazima tungeenda kufanya kazi ya nyumba. Naambia nimekukujia, ni sawa. Naambia jiandae. Ndio tuende. Naingia na jiandaa. Sasa hata viatu sina, na siku hizi hawezi ukakuja nyumbani mwa Mungu sababu hauna viatu. Sikuwa hata viatu. Nimeenda nimejiandaa nikifurahi. Leo nitaenda nikule vizuri. Leo sitalala njaa tena. Natoka na niuliza na kweli nimemaliza. Nimemaliza. Sababu naonekana kama ndio sasa naenda kuoga. Naonekana kama naenda kuoga, lakini nimemaliza. Na nguo zangu zote nimezibeba. Na nilikuwa naweka kwa ile kangunia, kama mnaweza kumbuka ile ngunia ilikuwa ya yellow, ilikuwa ya mahindi. Walikuwa wanapanda mahindi. Hiyo kangunia kalikuwa kujana. Sasa nimeweka nguo zangu zote, alafu nashikia pale chini. Siku ya leo hata nikiweka nguo moja itakuwa kubwa kuliko zile nguo zote nilikuwa nimebeba ile wakati. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati nilienda nikaanza kazi ya nyumba, ilikuwa 1985. Nilianza na shilingi 150. Na wakati nilienda nikanunuliwa viatu. Mimi sikuwa najua, sikuwa nimezoea kuvaa viatu. Naenda kama najigonga. Najigonga. Narudi nyumbani nikiwa na machozi sababu sijazoea kuvaa viatu. Sijui viatu vinavaliwa aje. Na siku ya leo uko na viatu na uko na viatu. Wenye wanasema haujasonga walikuwa wapi hiyo wakati? Utabasamu hiyo kasichana keusi. Hakuna mafuta. Wajana na mafuta hata sababu singekumbuka mafuta. Niko na njaa. Bwana Yesu asifiwe. Na ninakumbuka ya kwamba 1984 ndio masomo yangu ilifika mwisho, na ni ile ilienda na ikatoka bure, lakini Yesu ni Bwana. Wakati ilienda ya mwisho, hatukuwa tumekula jioni, na asubuhi tukaamka. Mama yangu alikuwa mgonjwa, sasa baba ndio alikuwa amewachwa, na sasa baba ni mzuri, lakini nilikuwa naona tu akivuta sigara. Bwana Yesu asifiwe. Ya sigara haikukosekana, lakini tulilala njaa. Haleluya. Lakini Mungu ni mwaminifu. Wakati tulilala njaa, na asubuhi nikatoka nikaenda kwa shule pamoja na ndugu zangu, tukaenda kwa shule. Nikiwa tunaandika hivi, mwalimu akaniuliza, nawe bwana unalala? Ondoka uende kwa uwanja usunguke mara 5. Sina nguvu ya kutembea, lakini nimeambiwa niende kwa uwanja nisunguke mara 5. Ombi yangu ilikuwa ya kwamba
angalau nipate. Wenye walikuwa wanakula wameanguza chakula hapo, na ndio nipate chakula ya kukula. Sasa siku hiyo tulikuwa tunakibishana na umbwa, yenye umbwa haijapata, mimi napata. Haleluya! Na Yesu ni Bwana. Nikatembea, nikarudi tena, nikaambiwa hata sasa, sababu naendelea tu kulala, hata sasa amka uende usunguke mara 5. Sasa kusunguka kwangu ya kwanza ilikuwa nitafutane na chakula. Sasa natafuta nini? Na nilikula yenye ilikuwa imebakishwa, hakuna. Sasa natembea, hakuna chakula naweza nikapata. Lakini wewe ulikuwa wapi siku hiyo? Mungu amenitendea, yeye ni mwaminifu. Nilitoka kwa shule nikiwa wa kwanza kutoka kwa ile gate. Walimu, sababu mko ni vizuri kuchunguza, mbona mtoto analala, haujui amelala aje. Bwana Yesu asifiwe. Nilitoka nikiwa wa kwanza, lakini vile niliwachwa sikujua na hata sikufahamu. Ilikuwa ni kama mtu amesimama na wengine wanampita, sababu sina nguvu, sina uwezo, lakini Yesu ni Bwana. Haleluya. Na hiyo siku nakumbuka, kwa maana ndio ilikuwa siku yangu ya mwisho kuingia kwa shule. Yenye walikuwa wanasoma ndio imenifikisha hapa, kwa sababu walikuwa wanaomba Baba yetu aliye juu mbinguni. Hiyo ndio walikuwa wanafunzwa. Jina lako litukuzwe. Haleluya.